Naomba tuende kitabu kile cha Daniel. Kitabu kile cha Daniel, mlango ule wa 2. Tasoma kuanzia mstari wa 10 mpaka wa 28. Nilitamani kukatakata lakini naomba nisome tu, halafu nitafafanua hapo kidogo. Biblia inasema, Wakaldayo wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa Mkaldayo. Ni neno la ajabu hili analotaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumuonyesha mfalme neno hili ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Basi kwa hiyo mfalme akaghadhabika sana, akaona hasira nyingi, akataka amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Basi ile amri ikatangazwa, na hao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. Ndipo Danieli kwa busara na hadhari akamjibu Arioko, akida wa walinzi wa mfalme aliyekuwa ametoka ili kuwaua wenye hekima wa Babeli. Alijibu akamwambia Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, mbona amri hii ya mfalme ina ukali namna hii? Ndipo Arioko akamwarifu Danieli habari ile. Basi Danieli akaingia akamuomba mfalme ampe muda, kisha yeye akamwonyesha mfalme tafsiri ile. Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake akawapasha habari kina Hanania na Mishaeli na Azaeli wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Walioko kwenye mstari wa 18, naomba tuombe pamoja, 1 2 3. Ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku, basi Danieli akamuhimidi Mungu wa mbinguni. Danieli akajibu akasema, nalihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uwezo ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzuru wafalme na kuwamilikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Na kushukuru na kuhimidi, Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, ukanijulisha hayo tuliyotaka kwako, maana umenijulisha neno lile la mfalme. Sasa utapata nafasi na neema, utamalizia mistari iliyobaki. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni habari, au hii ni habari ya kina Danieli na wenzake walipokuwa kule uhamishoni. Sasa ukianza kule mwanzo utaona mfalme ameota ndoto, na alipoota ile ndoto amesahau kwamba ameota nini. Kwa hiyo anatafuta kujua maana yake, kwa sababu ile ndoto imemtatanisha, ile ndoto imemuumiza. Na kwa nini imemuumiza? Ilikuwa na ujumbe ndani yake. Na ndivyo ilivyo kwetu pia. Unaweza kaota ndoto ikakusumbua hata mchana mzima. Fuatilia, ukipata neema, kama upati maana yake, shuka mbele za Mungu, mwambie Mungu, naomba kujua maana ya hiyo ndoto, kwa sababu imebeba jambo zito ndani yake. Kwa hiyo mfalme amesahau ile ndoto na hajui maana ya ile ndoto. Anahangaika yeye kwa sababu alikuwa hamtumaini Mungu tunayemtumaini sisi, ama alikuwa hamtegemei Mungu wa kina Danieli, alikuwa anategemea miungu ya kwao. Kwa hiyo aliwaamini wachawi, aliwaamini na wenye hekima, akawafuata. Alipowafuata akawaambia, mimi nimeota ndoto, nipeni tafsiri yake. Wale watu wakamwambia, tuko tayari kukupa tafsiri yako, tuambie hiyo ndoto umeota inasema nini? Mfalme akawaambia, mimi sijui hiyo ndoto, siikumbuki, ila nataka mniambie na maana yake. Na liko neno moja tu
msiposema mtakufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Walipoambiwa neno lile, walipoambiwa maneno yale na mfalme, wao wakamjibu wakamwambia mbele ya mfalme, wakasema hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa Mkaldayo. Ni neno la ajabu hili analotaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumuonyesha mfalme neno hili ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Wao waliamini miungu yao, wao waliamini kile wanachokiamini wao, lakini hawakujua kwamba yuko Mungu anayefunua mambo ya siri. Yuko Mungu anayekupa taarifa hata kama hujui. Yuko Mungu atakaye kuonyesha mambo ya siri hata kabla hujazaliwa. Ni wewe tu, ni wewe tu namna gani umejipanga. Ni wewe tu namna gani una kiu na shauku ya namna hiyo. Hapa hawa wanamwambia mfalme haijawahi kutokea na wala haitatokea, labda tuende kwa miungu. Ina maana hawa hii sentensi yao walikuwa wanataka kumshauri mfalme waende kwa miungu yao, kwa sababu ndio wanayoiamini kwamba hakuna awezaye. Na mimi nataka nikuambia asubuhi ya leo, mwanadamu yeyote anaweza akakwambia, hakuna atakaye kuambia maisha yako, hakuna atakaye kupa siri ya maisha yako, lakini yuko Mungu anayejua mambo ya sirini. Yuko Mungu anayezifuchia siri zilizojificha mahali pa siri, ambazo hujawahi kuzijua, hujawahi kuzisikia. Taarifa za familia, taarifa za ukoo ambazo hujawahi kuziona kwenye maisha yako, kwamba familia waliwahi kutambika, familia waliwahi kuuza masikio yetu, familia waliwahi kufanya mambo ya ajabu, wewe unaweza usijue, lakini Mungu peke yake anajua. Basi tunaambiwa falme akaghadhabika sana, ile hasira ikawa kubwa kuliko unavyofikiri. Kwa hiyo ile hasira ikawagusa mpaka kina Danieli. Haleluya. Ilipowagusa kina Danieli hawakuogopa, kwa sababu walimjua Mungu anayemtumikia, walimjua Mungu anayemwamini. Na mimi nataka kusema na mtu mmoja, inawezekana hii ghadhabu ya kutokusikia sauti ya Mungu ipo kwenye familia na imekukumba hata wewe uliye mteule wa Mungu, lakini asubuhi ya leo liko neno moja tu, kama walivyosema kina Daniel, kwamba hapana, hatuwezi kuuawa na pamoja na wasiomjua Mungu. Hatuwezi kutembea tukafananishwa maisha yetu na wasiomjua Mungu. Haiwezekani. Lazima ijulikane kwamba ninamwabudu Mungu aliye hai. Lazima ijulikane kwamba yuko Mungu aliyeniokoa, aliyenitafuta hata nilipokuwa sijamjua, bado alihangaika. Aliponitafuta nilisikia sauti yake, nikaitika. Nilipoitika mimi ni wa tofauti, silinganishwi na wanaoabudu miungu. Haleluya. Haijalishi familia nzima, ukoo mzima wanaabudu wachawi, mimi maadamu nimekubali kumfuata Yesu, lazima nitofautishwe, lazima niwe tofauti. Ngoja niseme na huku, lazima uwe tofauti. Haleluya, watoto wa Mungu, lazima uwe tofauti. Ukitaka kujua wana wa Mungu wana utofauti na wasio wana wa Mungu, nenda kasome kitabu kile cha Kutoka. Utakutana na wale wanawake wa Kiisraeli walipokuwa wanataka kupata watoto, halafu amri imetangazwa kila atakayezaliwa mtoto wa kiume auawe. Wale wazalisha walimwambia mfalme kwamba sikia, hawa wanawake wa Kiebrania ni wa tofauti. Kwa nini? Wanajua mambo kabla ya jambo. Kwa nini? Wanamtumaini Bwana. Haleluya. Na sisi lazima tuwe tofauti. Haijalishi umetoka kwenye familia waliotambika, sawa. Haijalishi umetoka kwenye familia waliouza sikio, haijalishi, maadamu umempa Mungu maisha yako, lazima akutofautishe. Haleluya. Mwambie jirani yako, siwezi kufa kama wasiomjua Mungu.
Siwezi kuishi maisha magumu kama wasiomjua Mungu. Haleluya. Sio kwamba hautapitia changamoto. Changamoto utapitia, lakini haitalingana na wao, kwa sababu Mungu alisema utapita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, lakini amesema usiogope. Katikati ya bonde la uvuli wa mauti kuna mambo mengi. Inawezekana uchumi ukashuka, inawezekana ndoa ikayumba, inawezekana watoto wako wakapigwa, lakini Mungu anasema maadamu umenijua mimi, maadamu umenikiri ya kwamba mimi ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sitakuacha, niko pamoja na wewe. Anasema hiyo taabu ni ya kitambo tu, hayo mateso ni ya kitambo tu, ninakupitisha hapo, lakini ninakuandalia meza, kitu ambacho walio upande wa pili hawaandaliwi meza mbele ya macho yako. Hao wanaandaliwa meza gizani, lakini Mungu ninayemtumikia, yeye ananiandalia meza mbele ya watesi wangu. Haijalishi hilo bonde limebeba nini, haijalishi hilo bonde ni la magonjwa, ni la mateso ya aina gani, hayo ni ya kitambo tu. Nitapita kwa ujasiri, kwa sababu yeye yupo. Gongo lake na fimbo yake vinanifariji, vinaniongoza. Ninapozimia yeye ananiamsha. Siwezi nikafananishwa na wasiomjua Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Maana kuna mtu akipita kwenye changamoto anafikiri Mungu amemwacha. Hajakuacha, anakutengenezea mahali ambapo ataiweka meza mahali pawazi. Awaambie wabaya wako kwamba angalieni mwanangu, sasa nimemweka mahali ambapo hakuna atakayeacha kumuona. Danieli anaenda kwa wenzake ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya hiyo siri iliyojificha ndani ya maisha yetu. Haleluya, watu wa Mungu. Kuto kuisikia sauti ya Mungu, kwanza hautakuwa kiroho, halafu utapishana na baraka zako. Sasa angalia, umepishana na baraka zako mara ngapi? Lakini Danieli alienda kuwaambia ndugu zake ya kwamba niko hapa, tuombeni rehema tu, na Mungu atatufunulia hiyo siri, atatuonyesha chanzo cha tatizo letu, atatuonyesha leo kwa nini hatuisikii sauti ya Bwana. Pale tu utakapodhamilia, pale tu utakapomaanisha, pale tu utakaposema hapana, nataka kusikia sauti ya Mungu. Amina, watu wa Mungu. Tunaambiwa ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Basi Danieli akamuhimidi Mungu wa mbinguni. Danieli alipoingia kwenye maombi ya rehema, Danieli na wenzake waliposhuka kwenye maombi ya toba, ndipo Mungu alipowafunulia siri. Ezra mlango wa 10 mstari wa 1 mpaka ule wa 4. Biblia inasema, basi hapo Ezra alipokuwa akiomba na kuungama, akilia na kujiangusha kifudifudi mbele ya nyumba ya Mungu, wakamkusanyikia katika Israeli wote kusanyiko kubwa sana la wanaume na wanawake na watoto, maana watu hao walikuwa wakilia sana. Hata Shekania mwana wa Yehieli, mmoja wa wana wa Elamu, akajibu akamwambia Ezra, sisi tumemkosa Mungu wetu, nasi tumeoa wanawake wageni, watu wa nchi hizi, lakini kungaliko tumaini kwa Israeli katika jambo hili. Haya basi, na tufanye agano na Mungu wetu kuachana na wake zetu na wale waliozaliwa nao, tukilifuata shauri la bwana wangu na shauri la hao wanaoitetemekea amri ya Mungu wetu. Mambo haya na yatendeke kwa kuifuata Torati. Inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe, na sisi tupo pamoja nawe, na moyo mkuu ukaitende. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Huyu ni mtumishi wa Mungu Ezra, analia, anaomboleza. Kwa nini? Watu wameiacha sheria ya Mungu, watu wameacha maagizo ya Mungu, wameacha kutekeleza kile Mungu anataka. Walipoacha kutenda kile Mungu amewaagiza, mapigo yalirudi kwao. Yaliporudi kwao, ndipo Ezra anaomboleza, ndipo Ezra analia, ameanguka kifudifudi,
analia sana mpaka watu wanamkusanyikia, na wenyewe walipomkusanyikia wakaelewa kwa nini Ezra analia na kuomboleza. Kwa sababu gani? Mungu alisema wasiwaoe wanawake wa ile nchi aliyowapa, wala watoto wao mabinti zao wasiolewe nao, wala wasizae nao, lakini wao wakaolewa na wakazaa nao. Walienda kinyume na kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Tumejifunza tukasema, usipoisikiliza sauti ya Mungu ukatenda maagizo yake sawasawa, utatembea chini ya laana, utatembea ndani ya hukumu ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kuna mibaraka ambayo hautakutana nayo. Hawa watu kuna baadhi ya mibaraka walishindwa kukutana nayo kwa sababu walienda kinyume na maagizo ya Mungu. Lakini Ezra akalijua hilo, akalarua mavazi yake, akajinamisha, akalia, akaomba mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka nikuambie leo, maombi ya toba ni maombi yanayokutaka udhamilie wewe mwenyewe, yani umaanishe. Tufungue tena ile Yoshua mara moja tuone kitu hapo. Yoshua mlango ule wa 7 mstari ule wa 1 mpaka wa 12, lakini sitasoma yote. Lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu, maana Aka ni mwana wa Kamni, mwana wa Zabdi, mwana wa Zera wa kabila ya Yuda alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Kisha Yoshua akatuma watu kutoka Yeriko mpaka mji wa Ai ulio karibu na Bethania na Bethaven upande wa mashariki wa Betheli. Akawaambia akisema, pandeni juu mkaipeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakaipeleleza Ai. Wakarejea kwa Yoshua wakamwambia, wasiende watu wote, ila waende watu kama 2,000-3,000 wakaupige Ai. Usiwatabishe watu wote kwa kuwaendesha huko, maana watu hao ni wachache tu. Basi watu wakaenda huko wapata 3,000 tu, nao wakakimbia mbele ya watu wa Ai. Watu wa Ai wakawapiga watu kama 36, wakawafuatia kutoka mbele ya mlango mpaka Shebarim, wakawapiga huko kwenye materemko. Mioyo ya watu ikayeyuka ikawa kama maji. Yoshua akararua mavazi yake, akaanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana hata jioni. Yeye na wazee wa Israeli wakatia mavumbi vichwani mwao. Yoshua akasema, Bwana, kwa nini umewavusha watu hawa mto wa Yordan ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Laiti tungelikuwa radhi kukaa ng'ambo ya Yordan. Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Maana Wakanaani na wenyeji wote wa nchi hii watasikia habari hii, nao watatuzingira na kulifuata na kulifuta jina letu katika nchi. Nawe utafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu? Bwana akamwambia Yoshua, haya inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Basi Israeli wamefanya dhambi. Tusome mstari wa 11, 1, 2, 3. Israeli wamefanya dhambi, naam, wamelivunja agano langu nililowaagiza, naam, wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Mstari wa 12, ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena msipo kiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa nini? Wakfu. Hawa ni wana wa Israeli, wamevuka mto Yordani kwa ushindi. Mungu amewavusha, amewapeleka paka kwenye hiyo nchi, na bado alikuwa anaendelea kuwafikisha kule wanakotakiwa kwenda. Kwa hiyo Yoshua anatuma wapelelezi wakaipeleleze ile nchi, lakini waliporudi wakamwambia, wale watu tunaweza kupigana nao, wale watu tunaweza kuwashinda. Kwa hiyo peleka watu wachache tu, kama 2,000 au 3,000 wanatosha kupigana na wale watu, hawana nguvu. Akapeleka wale watu wakapigwa.
Walipopigwa, Yoshua analarua mavazi yake. Kwa nini? Yoshua alikuwa hajui kwamba ni katikati yetu kuna mtu amechukua vile vitu vilivyowekwa wakfu ambavyo Mungu amesema msivichukue, lakini Akani akaviona vizuri, akavitamani, akavichukua. Na ukiendelea kule mbele, wala Akani hakuvifanyia kazi yoyote, alivificha chini ya mchanga. Halafu hana hata thamani navyo. Lakini angalia familia ilivyopigwa. Tumetoka kwenye familia ambayo kuna watu wameficha miungu yao nyumbani. Kuna watu wameficha mambo ya ajabu nyumbani. Yaani wala hawezi kutoka nayo hata akafurahi nayo. Wengine wameficha vibuyu, wengine wameficha majoka, wengine wameficha viungu, wengine wameficha mambo ya ajabu. Yaani hata kutoka nayo hawezi, lakini ameyaficha. Hayo mambo yametutesa. Yoshua akanala kifudifudi, akalarua nguo zake. Ina maana huyu aliomba rehema kwa Bwana. Kwa nini yamenipata haya? Kwa nini yametokea haya? Kwa nini watu wa Israeli wamepigwa? Alipolala namna ile, Mungu anamwambia, kwa nini umelala? Inuka. Liko jambo moja tu, mmeenda kinyume, mmetenda dhambi. Kwa sababu gani? Nilisema msichukue vitu vilivyowekwa wakfu, lakini vimechukuliwa, vipo katikati yenu. Yoshua asingejua kama sio maombi ya toba.